Bila shaka iliwahi kukutokea. Yaani, unafika sehemu, unajiona kana kwamba uliwahi kufika kipindi kilichopita. Lakini pia, unaweza kufanya jambo, unaliona kama liliwahi kufanyika kwenye maisha yako. Au, linakutokea jambo lolote ndani ya maisha yako, unaona kama linatokea kwa mara ya pili. Yaani, kana kwamba liliwahi kutokea hapo kabla, lakini ukumbuki ni lini. Bila shaka, uliwahi kuliona jambo la namna hii. Hii ni hali ya kawaida ambayo inajulikana kwa jina la déjà vu. Neno hili liligunduliwa kwa mara ya kwanza na mwanafalsafa wa Mfaransa Emile Boivac mwaka 1876. Boivac alitumia neno déjà vu kumaanisha tayari kuonekana. Kwa taaluma ya saikolojia, hali hii inaitwa paramnesia, yaani kumbukumbu inayodanganya. Kwa mjibu wa Boivac, hali hii hutokea wakati ubongo unaposhindwa kutofautisha kati ya kumbukumbu halisi na kumbukumbu ya uongo. Sayansi ya kisasa imeendelea na ugunduzi huu. Watafiti kama Profesa Merlin Brasdell wamegundua ya kuwa déjà vu inahusisha katika eneo la ubongo liitwalo hippocampus. Hippocampus inawajibika na kuhifadhi kumbukumbu na kutambua nyakati. Wakati mwingine, miondoko midogo ya umeme inapoingia kwenye hippocampus, ubongo huchanganyikiwa. Wengine hudhani kama waliwahi kuzaliwa, na wengine wanadhani waliwahi kuishi kabla ya kuishi kwa kipindi hiki. Lakini hii si kweli. Takriban 60 hadi 90 ya watu wamewahi kuipata déjà vu walau mara moja maishani. Vijana wenye umri wa miaka kati ya miaka 15 na 25 ndio huipata mara nyingi zaidi. Hii inafahamika kama déjà vu. Ulikuwa nami Anectus Alex, na hii ni ATIV Media.